Kama ni mwajiri, kama unatafuta mfanyakazi au unataka kumwajiri mtu kwenye project yako, hebu kabla hujaendelea mbele, sikiliza ujumbe huu. Ukisoma Biblia unakutana na habari za Yona ambaye alitumwa na Mungu kwenda kuhubiri kule Ninawi, akakataa, akakimbia. Na wakati anakimbia, utakumbuka kwamba alipopanda kwenye kile chombo na wenzake, ghafla ukatokea upepo mkali, chombo chao kikataka kuzama. Lakini bahati nzuri wale wahusika waliompandisha kwenye kile chombo wakagundua kwamba hapana, hiki si kitu cha kawaida. Kuna mtu ana ugomvi na Mungu, kuna mtu anatafutwa na Mungu. Mwisho wa siku wakagundua ya kwamba Yona ndo ana ugomvi na Mungu, wakamteremsha kwenye maji. Kitu cha ajabu ninachotaka nikuambie ni kwamba wasingegundua kwamba Yona ana ugomvi na Mungu, wangezama pamoja na Yona, lakini aliyekuwa anatafutwa ni Yona. Maana yake nini? Hebu fikiria, tunajaribu kuwaza. Wewe ni mfanya biashara, wewe ni mfanya ambaye unahitaji mtu wa kumweka kwenye project yako, kwenye mradi wako. Fikiria umemwajiri mtu kama Yona. Maana yake ni kwamba chombo kinaweza kikazama kwa sababu umemwajiri mtu ambaye ana ugomvi na Mungu. Umemwajiri mtu ambaye anatafutwa na Mungu kwa ajili ya kusudi la Mungu. Umemwajiri mtu ambaye Mungu ana kazi naye. Kwa hiyo unaweza ukajikuta umemwajiri mtu kwenye biashara, kwenye kazi, hata mfanyakazi wa ndani, ukamweka kwenye biashara yako. Ulikuwa unatengeneza faida, uone faida. Mwisho wa siku kuna baadhi ya watu wanakukimbia, baadhi ya wateja wanakimbia, hali inakuwa ngumu kwenye biashara. Ukijaribu kufuatilia, Mungu anaweza akakusemesha kwamba pengine umemwajiri Yona kwenye biashara yako. Nataka Yona anitumikie. Yeye amekuja kufanya biashara, amekuja kuajiriwa, mimi nataka anitumikie. Kwa hiyo unamhitaji Yona. Kwa hiyo unatengenezewa mizengwe ambayo itakufanya umfukuze Yona ili akamtumikie Mungu wake. Sasa huo ni upande mmoja, lakini upande wa pili, fikiria umemwajiri mtu ambaye kwao ni kuhani wa madhabahu ya kifamilia. Yaani kwao wakitaka kufanya ibada za miungu mingine na kutoa sadaka, wanamtegemea huyo mtu. Sasa huyo mtu amekimbia kijijini kwao, amekimbia nyumbani kwao, ukaamua kumwajiri. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unaweza ukajikuta kwenye familia unapita changamoto kwa sababu uko na mtu ambaye anatafutwa na miungu ya kwao kwenda kutumika kwao. Maana yake ni kwamba ile miungu itahakikisha kwamba huyu mtu habaki ofisini kwako, habaki nyumbani kwako. Maana yake atafanya mizengo ambayo itakusukuma umfukuze. Lakini pamoja na kukusukuma umfukuze, maana yake ni kwamba imeshakuletea uharibifu mkubwa kwenye biashara yako. Lengo langu la kusema haya nini? Jifunze kumwomba Mungu. Nani wa kumwajiri, nani ambaye hutaki kumwajiri. Jifunze kumwomba Mungu akupe mtu sahihi kwenye biashara yako. Asikupe mtu ambaye ana ugomvi na Mungu, asikupe mtu ambaye ana ugomvi na miungu. Hata akikupa, Mungu akupe hekima namna ya kumsaidia kuliko ambavyo utamweka kwenye biashara yako aweze kukuvuruga. Kwa unahitaji hekima kubwa, na ndio maana tunasema unapoishi hapa duniani unatakiwa ujue kwamba kila kitu kinachofanyika kwenye hii dunia, kila kitu ni cha kiroho kabla hakijaenda mwilini. Unapotaka kuajiri, kuwa kwanza wa rohoni kabla ya kuzingatia vigezo vya kimwili.